watu, siungi mkono kuuawa kwa watu. Hata Biblia inakataza kuua. Kwenye Kutoka sura ya 20 nasema amri mojawapo 10 zile nasema usiue. Kutoa roho ya mtu sio sahihi. Hatuwezi kumaliza tatizo kwa tatizo. Kama mtu amekosea hatuwezi kumaliza tatizo kwa kumuua. Hii sio ufumbuzi. Tunaweza tatizo kutafuta suluhu iliyo sahihi ya kurekebisha kile ambacho kinatufanya tufarakane. Siungi mkono kabisa mauaji. Siungi mkono kutekwa kwa watu hata kidogo. Lakini ninachosema mimi, baada ya tatizo hili, baada hii changamoto, ile approach, watu wanasemaje? Maana yake sasa kama kuna taharuki ya watu wameuawa, watu wametekwa, na yule anayesema pia analeta taharuki, tutafikia wapi? Kila mmoja akisema kwa namna yake. Kweli watu wana hasira, kweli watu wana uchungu, lakini uchungu wetu uende kwa maarifa na hekima. Zipo mamlaka. Kwa mfano Joshua Gwajima, simsemi yeye lakini nasema kwa mfano yeye ana nafasi kubwa, yeye ni mneki. Ana nafasi kubwa ya kuwa karibu na kiongozi wa nchi. Tunampeleka kama mchungaji aseme kwa sababu yuko karibu. Mneki ni nafasi kubwa sana. Yeye ana nafasi kubwa na kwa kiongozi wa nchi, ana nafasi kubwa bungeni. Haya mambo hayahitaji kumzomea mtu. Ikitokea changamoto hatupaswi kuzomea, kutoka nje kuzomea. Una nafasi ya kuwa karibu na mheshimiwa rais. Na ndio maana ya sisi hata viongozi wa dini kuwapeleka viongozi wetu wa dini wenzetu wafike pale mahali ambapo wanaweza kusema karibu na kiongozi wa nchi. Na hii ilikuwa kwa Nabii Nathan. Nabii Nathan, Daudi alipochukua mke wa jemadari wake Uria, Betsheba, akalala naye, alafu akampeleka Uria kwenye mstari wa mbele vitani ya uawe. Nabii Nathan Mungu akamtuma kwa Daudi. Akatengeneza mfano. Daudi alikuwa na nafasi, Nathan alikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuzungumza na mfalme. Wewe kusema mtu mwenye nafasi kubwa kama sisi yao tu unasema tu wewe una nafasi kubwa. Gwajima ana nafasi kubwa, mneki. Gwajima anakutana na mheshimiwa rais wakati wote ule. Mimi siwezi kumpigia simu rais, ndio naweza kusema vyovyote vile. Lakini watu wenye nafasi kubwa, wenye ukaribu na kiongozi wa nchi hawapaswi kusema kama watu wa kawaida. Wao ile nafasi walionayo sio ya kawaida. Hatukumpeleka pale na maombi yetu aseme kama mtu wa kawaida. Alikuwa aseme kama kiongozi, kama Mungu amempeleka pale. Nathan alimwambia Daudi, akamwambia kuna mtu amekuja mgeni kwake, akaacha ng'ombe zake wengi, akachukua ng'ombe wa jirani yake akamchinjia mgeni. Akamwambia Daudi, Nathan, mtu kama huyo afanye nini? Daudi akasema kwa haraka sana mtu anapaswa kuuawa. Nathan akamwambia mtu huyo ni wewe. Umeacha wake zako wengi, umechukua mke wa jemadari wako. Kwa nini? Nathan alikuwa na nafasi. Kwa hiyo Gwajima kwa kusema kule nje kuzomeana sio sahihi. Kama kiongozi wa dini, kama kiongozi katika serikali, umeapa kwa katiba na umeshika Bible. Wakati nasema nchi umeapa na sisi tumekubali, umekwenda kuapa. Kwa hiyo ni vizuri kuna utaratibu wa kuzungumza. Kila mtu, kama kwa mfano alimsema mbunge fulani Ponjoro, sio sahihi. Kiongozi yule yote ni kondoo, yule yote anahitajika kuja kwa Yesu. Hapaswi kusemwa kwa matusi. Alizungumza bungeni, haitakiwa naye akamjibu bungeni. Usitumie madhabahu. Waislamu wakitumia madhabahu zao kusemana, na sisi tutumie madhabahu zetu kusemana, nchi itakuwa salama kweli? Kila mmoja asimame kwenye madhabahu yake aseme anavyotaka yeye, nchi haitakuwa salama. Ogopeni vita wapendwa. Mimi nimeishi Kongo, nimeenda South Africa, nimeenda Rwanda na Burundi. Mimi najua prison, najua maisha yote. Watu wa bunduki miaka nyuma. Maisha yote tunayafahamu. Kwa hiyo ogopa, tuko huru hivyo, unakula mikate. Biblia inasema katika Mithali sura ya 15, heri ndio kavu pamoja na amani kuliko chakula kinono na mafarakano. Na nafuu hivi wakati mwingine tupo hivi. Tunafanya kazi zetu, uko madhabahuni unahubiri, chuma ikilia madhabahuni, ukifungua mdomo haleluya, chuma imelia mdomoni. Meno yote yameng'oa na risasi. Hakuna ibada kwenye mafarakano. Na yanaanza hivi pole pole. Cheche hii italeta moto. Na mimi naisema hii, kuna watu wanakatukana tukaneni. Mimi kutukana napenda huyu. Yani nimetukana tangu niko mimba huyu. Matusi, kwa hiyo nimeshazoea. Kusanyeni chambatusi wenu tukaneni, lakini unasema ukweli. Hiki kinachoendelea sio sahihi. Hapa tusilete udini eti rais kwa sababu Muislamu, si rais mwanamke. No. Tunahitaji kutunza nafasi ya mtu, na hasa kwa ninyi ambao mko nafasi za juu. Namna gani mzungumze? Sisi wao huko chini tunaweza kusema chochote. Lakini ambao tumewapeleka nafasi ya juu, mnaweza kuonana na kiongozi wa nchi. Hatupaswi kusimama kuzomea kwenye madhabahu. Madhabahu sio kazi yake kuzomea. Mimi sikatai kusema kwa mtu, lakini unasema kwa lugha ipi? Unasema kwa namna gani? Badala ya kuleta amani, kuleta suluhu,
mnaleta taharuki na wanatumia akili ndogo ya sisi wa Tanzania kututeka. Amesema kwani yeye ndio wa kwanza kusema? Mbona watu wengi wamesema? Umesemea wapi? Hiyo jambo la msingi la kwanza. Kwa hiyo mimi sipingi mawazo ya mtu ya kutekwa kwa watu, lakini unasema wapi? Ipi nafasi yako? Chunga sana nafasi yako kwenye kusema. Chunga sana nafasi yako kwenye kusema. Achana na watu wengine wa kawaida wanaosema. Mimi nasema hii sio sahihi. Kwenda kumzomea kiongozi wa nchi. Una nafasi ya kusema, sio sahihi. Lakini jambo la pili, watu wanasema kwa nini kanisa limefungwa, asingefungiwa yeye mwenyewe mhusika. No, hajasajiliwa Gwajima. Kwani kule kwenye usajili amesajiliwa Gwajima? Imesajiliwa taasisi. Gwajima hata akifa taasisi inabaki. Hii taasisi imesajiliwa katika watu wengi hawafahamu. Sisi wa Tanzania vitu vingi hatujui ujue. Sisi ni mkumbo tu, hoya mara nyingi na matusi tu basi. Na jazba tu isiokuwa na maana yote. Kwani pale amesajiliwa Gwajima? Amesajiliwa Gwajima ndio kanisa, mnasali kwenye mwili wake. Imesajiliwa taasisi yenye miongozo, ukikiuka piga pini. Na mimi natamani kweli hawa nyumba za ibada wanaokiuka utaratibu kufuatana na miongozo yao ya usajili, piga pini tu, funga. Kwanza wanachelewa kufungia, funga. Watu wanaamka asubuhi tu, hawajapita popote, amebeba Bible, John Areo. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Anatusumbua tu. Bwana amenionyesha. Uonyeshe wewe nani? Mgonga kokoto Mungu akuonyeshe wewe. Anataka tu akuonyeshe wewe Mungu kweli ya mambo ya hovyo kabisa huyu. Funga, piga pini. Huko Rwanda nimesikia Kagame amepiga pini vikanisa vingi visivyoeleweka. Acha watu walalamike, walie machozi, hujafuata utaratibu, piga pini. Kama hutaki usisajiliwe na serikali. Fanya jambo la kwako mwenyewe. Lakini ukisajiliwa, fuata taratibu. Mimi nimeenda Amerika, watu makanisa wanapewa bure wanayakimbia sababu utalipa kodi. Yamesajiliwa, hakuna ujinga. Hizi nchi zetu serikali mimi na wala mpeli mmeachia watu kwa mitandao wanatutukana, nyinyi natazama. Hivi ndio mmelea hili jipu linapasuka. Mmelea vitu watu wanatukana. Hata hivi ninavyozungumza hapa watu watatukana. Mimi nikasema siku moja wanatukana serikali kama ingeturuhusu mimi nicheza box, unapiga jebu, unapiga hapa kati, analala, safari inaendelea. Lakini sasa mwisho watatukamata. Nyewe mkishindwa basi turuhusu hizo wanatukana. Mimi watu wengi wananitukana wala sijali. Lakini nasema ukweli. Mimi hakuna jambo jipya, yalikuwepo, yapo, yatakuwepo. Toto utumwa, ujana maswali, uzee ugonjwa. Wembamba fahari, urefu umbaji, unene kupenda, ufupi maonyesho. Haya maisha bado yapo. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Funga isi. Hapa mnaolalamika angefungiwa tu, fungiwa tasi. Na pia kuna viongozi wa dini ambao wanashabikia haya mambo, sio sawa. Biblia inasema kwenye Galatia sura ya 6, ndugu akigafirika nyinyi mlio wa roho, sisi tuwarejeze watu hao kwa upole. Inawezekana wamegafirika. Tusiingie kwenye kugafirika, tusishabikia haya mambo yasiokuwa na maana. Tunasema hivyo pia. Sisi tunahitaji suluhu. Mambo ya utekaji na uaji tuone suluhu ya kweli, sio kusema tu kama mipasho tu unasema tu natukanana. Nini kinatokea? Tunahitaji suluhu. Kai chini tuzungumze. Serikali na viongozi wa dini tuzungumze, nafasi ipo. Vita yote duniani silaha ya kwanza meza na kiti. Hata Ukraine wanarusha mizinga, wanarusha makombora, watakaa siku moja kwenye kiti na meza. Tutakuja mahali pa kuzungumza. Tumefikaje hapa kuliko kutukanana, kuliko kushabikia mambo. Ni hatari sana. Mimi naona hatari sana. Tunapokwenda taratibu hivi, nchi nyingi zimeingia kwenye migogoro kwa maneno ndio leta mafarakano. Biblia inasema kwenye Mithali sura ya 16 mstari wa 20, neno lipendezalo ni kama sega la asali mifupani. Hata ndoa watu wanafarakana kwa ajili ya maneno tu, chanzo chake maneno. Anaandika kwenye Mithali sura ya 15 kwa Suleiman, anasema ulimi safi ni mtu wa uzima, bali ukoo ulimi vunja moyo. Mithali sura ya 15 mstari wa 4. Maneno haya yanaendelea kwenye nchi yetu, kutukanana, kusomeana, badala ya kukaa kuzungumza kwa hekima na maarifa na nafasi mnayo viongozi wa dini. Hivi kama madhabahu za Waislamu zikiamka na zikipiga na sisi tupiga kelele, hatuwezi kufika na hatuwezi kila mgogoro kutengeneza kwamba ni kwa ajili ya dini. Sio sawa. Viongozi wa dini, viongozi wa makanisa mnaoshabikia haya mambo ni hatari sana. Mnatengeneza kitu ambacho baadaye kitakuwa ni madhara kwetu na taifa letu na watoto wetu. Hakuna atakayepata faida. Tunatoboa boti, wenyewe tuko ndani ya boti humo, tutazama wote. Hakuna atakayepata faida. Walionyamaza watapata faida. Wanaosema matusi watapata watu faida. Hii ni taifa letu Tanzania, Mungu ametupa na hatuwezi kuanza. Kaeni pamoja, semezane pamoja, mrejezane kwa upendo. Sisi ni wanadamu.
na utu yetu. Swala na simba utaona hata siku moja pamoja kule Mikumi. Wafanye kikao, watatafunana kesho watakaporudi. Sisi wanadamu tuna akili na maarifa. Hata ya makelele tayari kuna utu ndani yetu. Turejeze utu. Hao wanaoteka mtu kuna kikundi kinateka, serikali sio inayoteka. Hapo ndio tunachezewa akili. Kumbe kama kuna kikundi kileteni basi, kama sio inayoteka kuna kundi inateka. Leteni mashahidi, sisi viongozi wa dini, maana yetu yawe ndio sio yanayozidi hayo yanatoka kwa Mungu. Tunataka tusongwe. Kuna jambo ndio sema. Hapa kuna jambo lingine sio hili. Waliosema dini wengi sio hili. Kama hilo jambo lingine lipo watu wakae pamoja wazungumze. Lakini pia napunguza uongozi wa kiongozi wa nchi. Huyu rais hakuna mahali ambapo pametulia duniani. Hata tunaenda Uingereza, tunaenda Marekani. Kelele bado zipo. Mwanadamu kumuongoza sio mchezo. Kuongoza familia yako ya pale nyumbani na ni shida. Kuongoza watoto uliowazaa ni kama. Wengine tufike mahali tumpongeze kwa nguvu, tuseme kwa adabu. Chini kila mamlaka wa Ibrania sura ya 13 ule mstari wa kwanza. Lakini pia ifuara ya mama, uvumilivu, ridhiano, ni mambo ambayo ni muhimu sana. Tuvumiliane, tumeumbwa tofauti. Kila mtu ana mtazamo tofauti, kila mtu ana maoni tofauti. Kila mtu anataka tofauti, umiliane. Na wanasema kemea kwa Timotheo kila wakati, kemea pia hawamalizi kule mwisho kwa uvumilivu. Ukinikemea huna uvumilivu hapa sana. Nivumilie. Unikubali kwa ndio unaweza kusema mimi kwa amani. Kwa mimi nakubali uongozi huu unaendelea, tuendelee kusema pamoja, tuendelee kwa maoni, tumuomba Mungu sababu zipike zaidi sana kuambia watu habari ya Injili, habari ya kufungua fahamu zao, habari ya kuombea viongozi wa nchi, hata kwa wabaya wa mkono gani, wajibu wetu paswa kuombea kwanza. Yesu aliwaombea waliomuua pale msalaba. Kwa hivyo mtakiona alisema Baba wasamehe kwa kuwa hawajui, ndio watu wetu wamefungwa hawajui. Wakati mwingine unawasama unawahurumia. Wanaofanya vurugu kwenye nchi unawahurumia. Wakati wa hatari sana, ufahamu wao umekuwa. Sasa sisi lazima ambao tunao fahamu kwa kiasi tuseme nao. Ni jambo vizuri sana, jambo ambalo sikafanya, kuna mambo ambayo yanafanya mazuri, tutukuze Mungu. Tuwapongeze kama kiongozi wa rais mwanamke. Rais amepokea uongozi katikati ya safari, kuongoza watu Tanzania, watu wake sisi. Wote anatuongoza sisi. Anaongoza watu wa nchi mbalimbali. Mwalimu sekondari na walimu na wanafunzi wengine ndio wanalangada. Wanakula bangi wanakula. Wengine wamecharuka huko, wengine wengine wanafikia akili na hapa tufika mwingine tumo yetu tunastahili, lakini kukosoa tuwe kwa adabu, tutumeane. Madhabahu isikutukana. Ndio kibanga. Mimi nilisema tangu mchungaji. Nimefanya kazi ya miaka 30. Hiki kipindi kinachotokea leo madhabahu za matusi. Na sisi tutukana sana. Kuna mtu mmoja alitukana. Nikinga huyu mchungaji, unajua mimi na kazi za watu wanatumia dawa kulevya. Hii bangi wakati inachukua hata 700 500 sema. Sana hawa viongozi wengine wamekula ndumu haijatoka kichwani, moshi wa ndumu. Ndio akisema naona kitukana tu. Mimi nikasema ndio kipimo changu. Kwa hiyo imara ni jambo muhimu. Ni singi lingine katika mazingira yote, moto yote tutunze. Yetu. Kama utaki changamoto kwenye maisha, nenda makaburini. Hakuna bando wala, lakini ukiishi hapa duniani changamoto muhimu. Ana ya pili kwa dhiki, kwa hiyo ngajiri kanisa la Efeso na roho tatu: ushirikina, uzinzi na kumwabudu mwanadamu. Lakini bado Mungu anaona dhiki ya maisha. Wacha Zaburi ya 94:14, Bwana hamtupi mtu wake dhaifu, acha wanadamu tupe. Hata Yesu yuko Mungu asiyetutupa. Yeye anaandika kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4:17, dhiki tu nyepesi kama itatoa heshima. Ni ya muda tu hii. Changamoto kwenye maisha za muda zipo.
Anaandika kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3, mtu yote asinifadhaishe kwa dhiki zangu ninazopitia. Kazi yetu kufadhaisha, tutaanza kila kitu yani tutafuta ufumbuzi. Na wewe mwingine ni kwa kazi ya kufanya. Tukiwa na kazi ya kufanya tukifika kwenye ujinga kila siku. Usinifanye safari ya maisha. Mungu anayo majibu yetu. Tisha salama, na ndio 20 mstari wa kwanza mpaka wa 5 anasema Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu alikuinue, akupelekea msaada kutoka patakatifu pake na Yesu. Tengenezi mateso unashuka wimbo wa furaha. Aliuimba nabii Isaya katika Isaya sura 26. Anasema siku ile wimbo utaimbwa katika Yuda. Miaka 700 baadaye Yesu anazaliwa. Miaka 700 na wimbo ukaimbwa kwenye Luka sura ya 2 mstari wa 10 na wa 14, atukuzwe Mungu Baba juu mbinguni. Sisi mstari wa 37 kwenye Rumi anasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye anayetupenda. Kwenye utekaji tutashinda, yuko Mungu anayetupenda. Kwenye kuuawa tutashinda siku moja. Hatuna haja ya kutukanana, kuikashifu serikali, kuzomeana, kunyooshiana vidole, haifai. Yupo aliyemshindi, alishinda mbinguni, akashinda msalabani, atatushindia. Tutunze amani. Hili jambo la mwisho, kwa gharama yoyote tutunze amani yetu. Sio kwa gharama ya kuua watu, sio ya kuteka watu, lakini kwa gharama ya utulivu. Amani na utulivu wetu wapendwa. Anasema pasipo haki hakuna amani. Unaweza kudai haki kwenye vita? Huwezi kudai haki kwenye vita. Tunaitanguliza amani. Amani ndio tangazo la kwanza la Yesu, sio haki. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote, lakini kwanza amani. Yesu aliyefufuka alitangaza amani. Tutangaziane amani hata katikati ya changamoto, tutangaziane amani. Bado iko amani. Amani ziko aina 4. Amani ndio tunu kubwa duniani. Nchi za wenzetu wengine huko wanachinjana. Nenda huko Kongo balaa tupu. Walianza hivi vichokochoko hivi. Mauaji ya kimbali Burundi miaka ya nyuma, wachungaji ukienda Rwanda na Burundi mchungaji unaonekana sio mtu wa maana. Tulishiriki sana kwenye mambo hayo. Makanisa yalishiriki sana. Ni aibu hata kuvaa kola kule. Unaenda Burundi, Rwanda unaona aibu kuvaa hata kola. Tutunze amani hii iliyopo. Hivi tulivyotulia, unaweza kupika maandazi yako, unaweza ukabeba kamera. Chuma inalia, utabeba kamera, utampiga nani picha? Kila mtu anakimbia. Wewe mwenyewe afikiria mabomu ya Gongo la Mboto. Mimi nilikuwepo Kibangu kanisani hapo Riverside. Gongo la Mboto lilia bomu la kwanza akisema basti ya gari. Bomu la pili basti ya gari. La tatu waliona moto na waka juu, watu walikimbia. Baada ya kubeba mtoto, wengine walibeba mbwa na mbwa alitulia. Wakaondoka. Watu wengine walitubu barabarani wenyewe wakasema nisamee, ule Mwajuma nimemchukua mimi, ule nani Maria nimemchukua. Walitubu bila kuongozwa sala ya toba. Usifanye mchezo na chuma. Ikilia hapa nchi ikivurugika hii, hakuna ibada, hakuna mama ntilie wala babarishe, hakuna mtu kwenda kazini, hakuna kamera waandishi kubeba. Unabeba kamera unampiga picha nani? Unampiga picha askari, chuma inalia na kamera yako juu. Tutunze amani hii na utulivu wetu huu. Na uchaguzi unaokuja, Mungu akitujalia, mambo yakiwa mazuri, mmeweka sawa, tushiriki uchaguzi, tuwachague viongozi ambao tunawahitaji, tusilalamike, tusikasirike. Hii nchi sio ya kukasirika. Mungu atusaidie wapendwa, lakini tunze amani na utulivu wetu. Tanzania hii ifanikiwe. Dr. Samia Suluhu Hassan oye, vyombo vya habari oye, Tanzania oye. Mungu ibariki Tanzania.
Mungu mbariki rais wetu katika mazingira yoyote yale. Mungu ibariki serikali ya nchi hii. Ndio wajibu wetu wa kuwatakia mema. Na ukijua kutenda mema uyatendi ni dhambi. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Ukijua kutenda mema, na Biblia inasema msichoke kutenda mema, maana mtavuna. Galatia sura ya 6 mstari wa 9. Msichoke kutenda mema. Hata kama watu wamekutendea mabaya, usichoke kutenda mema. Tutendeane mema. Tuneneane mema. Tuitafutie amani nchi hii. Matusi kwenye madhabahu sio mahali pake. Watu wanayo nafasi ya kuzungumza na viongozi wa nchi, wengine waneki, wengine wabunge. Haya mambo ni rahisi kuyazungumza. Tuache kuleta taharuki, tulete suluhu. Sasa ukisema unaleta suluhu, unaleta taharuki tu. Lete suluhu. Tuonyeshe hilo kundi liko wapi kwa ushahidi. Tutajie. Kiongozi wa imani atakiwa aseme kweli. Hatakiwi kuzunguka kama mipasho. Sema kweli, Ananja ndilo kundi la watu wanaoteka, alafu serikali nyamazi. Kiongozi wa imani ulio hapa kwa katiba, ukaapa na Bible, hapo mnazunguka, sio sawa. Na hatupaswi kushabikia vitu kama hivyo, shabiki, umbea, mipasho, hatupaswi. Tusiwe na akili kidogo. Mtu akatudanganya kwa maslahi yake binafsi. Kwani kutekwa watu wameanza leo? Si wameanza. Kuna nini hapa kuelekea uchaguzi? Kuna nini hapa? Kwani ni leo watu wametekwa? Wametekwa hapa watu wengi, kina Dr. Ulimboka, tuseme ukweli, watu wamenyamaza. Pigwa risasi watu hapa. Nyingi watu wamenyamaza. Hapa kuna nini? Tusiingizwe kwenye wimbi la maslahi ya watu. Tuitunze nchi hii. Tuzungumze kwa hekima. Tuna nafasi na viongozi wa serikali. Tuna nafasi na mheshimiwa rais. Hawezi kukataa kama tunaenda kwa nidhamu na adabu kumwambia hiki kinachoendelea sio sahihi. Hata kama hatakubali, tutakuwa kama Yohana Mbatizaji. Alisema kweli, akakatwa kichwa. Lakini kumbukumbu yake ipo mpaka leo. Kweli huwa haiungui. Kweli na mambo matatu. Kweli huwa haiungui, mtamchoma moto, alisema kweli. Jambo la pili, kweli mpaka ukubali alichokisema ndio inakuwa sahihi. Jambo la tatu, hata upambane vipi, kweli haibadiliki, inabaki kweli. Kwa hiyo ni vizuri tukasemezana kwa nidhamu. Tutunze amani yetu. Msistumie madhabahu. Na wa imani nyingine pia wanaamka. Huu ndio upuzi mkubwa. Hii nchi sio ya dini. Kwa na dini. Sio kwamba hizo madhabahu zenu hizo katika dini zote ndio mnaongoza nchi. No. Mimi hapa naweza nikakataa kuwa Mkristo. Kwani utanifanya leo ni kama Mbudha, ng'ombe kitoweo kwenu ndio sisi kwetu kitoweo, nyenye ndio Mungu wenu. Utanifanya nini? Hii sio nchi ya dini hii. Hii sio nchi ya madhabahu. Matamko hayatolewi kwenye madhabahu. Matamko hayatolewi kwenye viongozi wa dini. Utaratibu wa kutoa matamko. Tusijiingize huko. Mmekubali, mmekasirika, kili ndogo tunatekwa na maslahi ya watu. Kwani muda wote walikuwa wapi? Hapa Oktoba inaelekea karibu ndio makelele. Muda wote walikuwa wapi? Maslahi ya watu. Hatuwezi kwenda kwenye mkumbo wa maslahi ya watu. Tanzania oye, kiongozi wa nchi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Tumsaidie huyu mwanamke, tumsaidie huyu mama. Yani, mbona wakati ule yule mtukazi, sura ya mtukazi mlinyamaza hapa? Mlisema kitu? Sema kitu ukione cha moto. Utatembelea vidole, utalala mchongoma, ugali mbele mboga nyuma. Sasa wewe unaona mama anaongea polepole, mie mwenzenu mwendo, mie mwenzenu na sura yaipo. Tulikutana ile mwenye sura ya limao wakati. Watu weje walipiga sura ya limao. Ukimwangalia tu akianza njoo hapa, wewe mwenyewe unafiata kimya. Mwanamke na udini si Uislamu, ondoke ni hapa. Hii nchi sio ya Wakristo wala Waislamu. Hii nchi sisi wote wa Tanzania wote tupo hapa na watoto wetu wako hapa. Na usilazimishe kuingia kwenye dini yako, usilazimishe wote. Wachungaji nyewe yao wenzangu, mimi najiunga tu kwenye ujinga huo. Angalieni maslahi ya mtu binafsi hapa yapo. Huyo mtu ana nafasi ya kuongea na viongozi wa nchi. Mneki, wewe unafahamu mchezo mneki? Wewe kuna huwezi kuingia duniani. Sele na hoteli utapita utaonyesha vidole. Bungeni huwezi kuingia, yeye anaingia mpaka anakutana kiongozi wa nchi. Utakutana naye wapi? Utamuona kwenye picha question mama. Utaona naye wapi siku moja. Yeye anaona na hivi anakuana. Kwa nini usimwambie huko? Alafu akatae. Utasema nilimwambia amekataa. Nimemtajia na hilo kundi. Kuna kundi linaizidi serikali kweli, ya mambo ya ajabu sana. Tulise hilo. Tuseme hilo fulani, kundi hili liko la Ananja. Tusizunguke hapa. Kweli itatuweka huru. Yohana 8:32 mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Yohana 17:17 watakase kwa ile kweli, neno la ndio kweli. Tunahitaji maneno yetu yawe kweli. Ndio sio tunazunguka kutengeneza taharuki. No. Hii ni nchi yetu wote. Na Mungu aibariki Tanzania. Wetu. Abariki vyombo vya habari, abariki viongozi wa dini. Hivi makanisa na ukiuka taratibu piga pini tu. Yote piga pini. Kwanza mmechoka. Mnaogopa vikanisa, nyinyi serikali mnaogopaje vikanisa hivi?
Oh, glory to God. Oh, hallelujah. John Harao. Utafikia wana meno. Utawaka moto hapa. John Harao. John Harao. Piga pini. Maisha yanaendelea. Sisi hatuongozwi na makanisa, hatuongozwi na madhabahu. Sadaka tukitoa kule ajenge. Unaona sadaka imejenga barabara? Barabara imejenga sadaka. Wewe fuata utaratibu, umesajiliwa na waliokusajili, fuata utaratibu. Utaki, futa usajili, hubiri barabarani kituo cha basi. Wanaohubiri kituo cha basi wamesajiliwa wapi? Kupigwa pini. Kama umefuata utaratibu wa kidunia wa kusajiliwa, sikiliza sauti ya kwanza hiyo, sauti ya pili, mwisho unazoea unalala. Haya ndio maisha. Kwa hiyo haya ni mambo ya watu binafsi. Haya makelele ni mambo ya watu binafsi. Tusiingie huko, haya tuhusu, tuna mambo mengi ya kufanya. Tusiingie mkumbo huko kamwe. Mimi nasema ukweli. Sisi tuna uhuru wa kuabudu sana hapa. Hata mimi kule kwangu kuna kanisa zaidi ya 10. Wengine wanafunga kidogo, anaondoka, vingine vinaanzishwa. Oh, hakuna kulala. Kelele, hakuna kulala. wa dini na kuwataka muendelee kuwafikia wananchi wale kwenye uchaguzi walinda amani, lakini linapotokea swala la hao wanaowaomba ambao ni viongozi wa siasa kwenda kwenye ishu ya kuwafuata wananchi ambao ndio waumini wenu, waende kwa uchaguzi, washiriki uchaguzi, waende kwenye uchaguzi kwa amani, linapotokea swala la wao sasa kupotea kwa kura, viongozi wa dini tena hawataki kuingilia hilo lingine kwenye hili. Wewe kama kwenye hayo uliyozungumza, unalizungumziaje? Ni kutetea wanalalamika ama ni sahihi viongozi wa kisiasa kuwafuata viongozi wa dini kuhamasisha watu ama wananchi waende kupiga kura, lakini inakuwa sio sahihi kuwafuata wale ambao wanaomba kura kutoa yani kura zikipotea basi